Yuko bwana mmoja anaitwa, anafahamika aliwahi kuwa rais wa Urusi kabla ya Rais Vladimir Putin wa sasa. Yule bwana anaitwa Dmitry Medvedev. Medvedev ni mtu mmoja, kwa mtu ambaye anafuatia siasa za Magharibi, amekuwa mtu mwenye msimamo mikali, mtu ambaye hapendi kuona taifa la Urusi likichezewa. Vladimir Putin alikadhalika hapendi kuona taifa la Urusi likichezewa. Na hata pale tunamshuhudia wakati nchi za Magharibi wamesema, wametangaza Rais Putin akamatwe kwa sababu ya kuivamia Ukraine. Toka vita iliyoanza mwezi Februari mwaka 2022 ambayo inaendelea mpaka sasa hivi. Sasa walivyotoa tangazo lao nchi za Magharibi, nchi kama hasa Marekani, nchi za Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, wamekuwa wana mtazamo hasi dhidi ya Rais Putin. Baada ya kuona kwamba wametangaza kwamba Putin atakapokwenda kokote huko akamatwe na kuweza kufikishwa ICC, Dmitry Medvedev ambaye alimtangulia Vladimir Putin alitoa tangazo moja. Yeye kwa sasa ni naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Taifa la Urusi. Alitoa tangazo moja akisema, jaribio lolote la kumkamata rais wa Urusi kwa sasa ambaye ni Vladimir Putin itakuwa ni tangazo la vita dhidi ya Urusi, na Urusi itachukua hatua dhidi ya wale wote ambao watajaribu kuweza kumkamata rais Vladimir Putin. Alienda mbali Dmitry Medvedev, anasema kwamba na wakifanya jaribio hilo basi wajue watakutana na nguvu mbili. Nguvu hizo ziko juu. Nguvu ya kwanza ni Mungu na nguvu ya pili ni makombora ya hypersonic ya Urusi. Wale wana makombora mazito kama vile ya Hiroshima na kadhalika. Hizo zote unaweza kuziweka kwenye ballistic missiles ambazo kunaweza kukuta kwamba kuna low range, kuna medium pamoja na mengine ambayo yana cross kwenda kwenye manani haya kwenye mabara. Wamepiga hatua sana kwenye manani. Kwa hiyo aliwatisha wale, akawaambia wasisubutu kuweza kumkamata. Sasa mimi nataka kuzungumza nini? Nachukulia msimamo huo wa rais mstaafu wa serikali ya Urusi Dmitry Medvedev akimprotect rais wake wa sasa Vladimir Putin, ambao wanafanya kazi kama mapacha, kutaka kuwaasa wale ambao pengine hapa Tanzania wanatamani kuona amani na utulivu tulionao. Serikali hatupaswi kuweza kuwafumbia macho watu wenye nia ovu. Badala yake ninawasihi na kuwashauri kwa dhati, kwa heshima na kwa upendo kabisa, fikra walizonazo ni vizuri wakazitumia kwa kutaka kutatua matatizo kwa kukaa meza moja na kuzungumza. Hata kama wakati fulani wanaweza kuona kwamba pengine hawajapata fursa, lazima itafutwe. Tujifunze kwa baadhi ya watu ambao walikubali kuweza kukaa chini na kuzungumza. Maalim Seif Sharif Hamad, marehemu, Mungu amrehemu, akiwa mwenyekiti wa CUF Taifa kule Zanzibar, kulikuwa wapitia kwenye vipindi vigumu sana, lakini mwisho wa siku alikubali kukaa meza moja na Rais Karume, wakakaa wakazungumza. Mwisho wa siku na wakubali, mwisho wa siku walifika wakatengeneza serikali ya umoja wa kitaifa toka mwaka 2010 nadhani, ambapo Maalim Seif Sharif Hamad alikuja kuwa makamu wa rais wa kwanza kule serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini tukitoka hapo tukikosi kwa jirani zetu pale Kenya, amefariki juzi Right Honorable Raila Amolo Odinga. Mimi ni mchambuzi na mfuatiliaji wa mambo mbalimbali ikiwemo siasa za Afrika na dunia kwa jumla. Raila Amolo Odinga ile mwaka 2007 kuna watu walipoteza maisha. Watu wasifurahie kuona wenzao pengine wanaumia. Sio mambo mazuri. Amani na utulivu ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Mahali penye amani na utulivu ndio ambako watu wana mshikamano, ndio watu wanaweza kusema hata wanaoenda shamba, wakulima wataenda shamba, wanaofanya kazi kwenye makampuni wataenda kwenye makampuni. Vurugu zilizotokea ziliwakosi watu maisha zaidi ya watu 1300 Kenya kule. Na tulishuhudia rais mstaafu wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na rais wa sasa Dr. William Samoei Ruto, wao walikuwa wanapelekwa ICC kule, wanaenda kuhudhuria. Baadaye 2013 ndio kwanza walipata katiba yao ya Kenya ya mwaka 2010, katiba mpya. Na mwaka 2013 wale jamaa wakaingia madarakani. Uhuru Muigai Kenyatta akiwa ni rais wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto akiwa ni naibu rais wa serikali ya Jamhuri ya Kenya. Wameingia. Raila Odinga, pamoja na kuchukizwa sana
kwa vipindi tofauti. Tukumbuka amegombea urais huyo bwana toka mwaka 2002. Uchaguzi ulikuja kumuingiza Mwai Kibaki. 2000 wametoka 2002 wamekuja 2007 ndio ikatokea zile vurugu ya kigombea kupitia chama chake cha ODM. Rais Mwai Kibaki akawa ameingia madarakani mara ya pili. Wakawa kuridhishwa pengine na matokeo yale. Wakapigana. Kwa nini mpaka wapigane? Baadaye wamekuja wakajuta wakasema hawapendi kuona kile kilichotokea mwaka 2007 kinatokea kule. Wakatengeneza katiba mwaka 2010. Siku zote imetokea pamoja na kuwa Raila Amolo Odinga amekuwa akiamini kwamba anaibiwa. Ila pamoja baada ya kuwa wamemaliza uchaguzi, rais ametangazwa na tume yao huru ya uchaguzi IEBC, bado Raila Odinga kuonesha ukomavu wa kisiasa, mtu mvumilivu, ni kwamba ilibidi aweze kukubali wakati fulani kukaa meza moja ya mazungumzo, na wakawaunganisha Wakenya, wakaungwa mkono na viongozi wa kidini, wakaungwa mkono na wananchi wote. Wamekwenda wakaja sasa wakafanya uchaguzi, Kenya ikiwa imeunganika mwaka 2022. Ruto akashinda, Odinga akashindwa, wakaanza kumbagaza kwa maneno mabaya. Lakini hata Dr. William Samoei Ruto baada ya kuona kwamba Kenya sasa itawiki, unakumbuka mambo yameanza ya Gen Z kule, wanavurugana, alifika mara kaona ni busara, ngoja wakae wazungumze na Right Honorable Raila Amolo Odinga. Wakakaa wamezungumza, nao wamekuja wametengeneza kitu kinaitwa broad based government. Wana serikali sasa pale, kiasi kwamba hata Ruto ameanza kuaccommodate watu ambao wako kwenye vyama vya upinzani mwe ndani ya serikali. Yote ni katika kuhakikisha kwamba umoja wa Kenya unakuwepo, amani ya Kenya inakuwepo. Sasa na sisi wa Tanzania kwa kuchukua mfano uliofanywa, tuliwatangulia hata Kenya kule Zanzibar walivyokaa, na hata leo hii kule wana serikali ya umoja wa kitaifa. Ukiangalia nani, Masudi Othman Masudi ni makamu wa kwanza wa rais, huko rais akiwa ni Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tuna utamaduni wa kukaa pamoja na kuweza kuzungumza. Naomba nitoe wito kwa Watanzania wote, na hata wakiwemo vyama vya upinzani ambavyo wakati fulani mmekuwa na malalamiko mengine ya uongo kabisa, wasifikirie kuvuruga na kuharibu amani tunayo. Lakini sisi serikali hatuwezi kuruhusu hilo. Tutahakikisha usalama wa wananchi upo. Wajifunze kukubali kukaa na wenzao, na wajifunze kukubali mawazo ya watu wengine. Wasifikiri kwamba haki ya kufikiri na kufanya maamuzi sahihi ni ya kwao. Sisi wote ni Watanzania, na ni mbaya sana. Mimi naonya na kushauri kwamba mtu fulani anakaa anafikiri kwamba yeye ana akili kuliko watu wengine. Hivi ndi tuna vyama, tumesema takriban nafikiri vyama kama 22. Hivi vyama vina ukubwa tofauti. Chadema wana ukubwa wao. Tunawaheshimu kwa jinsi ambavyo pengine katika yale mambo mazuri ambayo pengine fikra nzuri ambazo wanazo. CCM ni chama kikubwa, kina watu wengi sana, watu wenye uzoefu mkubwa wa kuendesha serikali na masuala mengine ya kijamii. Sasa inapotokea kwamba kuna watu fulani wachache huko kwenye vyama upinzani wanafikiri kwamba wana akili na uwezo wa kufikiri kuliko hawa, na pengine wafikiri kwamba labda mawazo yao ni super sana, ni kukosea. Na kutaka kuidrive na kuidrag nchi iende ambavyo pengine haipaswi, sio sawa. Wakubali kurejea kwenye mstari, na kama kuna changamoto tukae tuzizungumze, na tunakwenda kama taifa. Kwa uchaguzi upo na utafanyika vizuri kabisa bila matatizo yote. Tumejipanga, usalama upo, wananchi wajitokeze kwenda kupiga kura, na tutaendelea kuwashauri na kushauriana ili kuhakikisha kwamba hata mwisho wa siku watu pale wanafika mahala wa realize pengine walitoka kwenye right direction, warudi kwenye mstari. Kuna nchi uwezi ukahudumiwa bila pengine kutoa rushwa. Tanzania tunapiga hatua sana, hata kama inawezekana kuna watu wengine sio watumishi, sio waadilifu, lakini sehemu kubwa watumishi wetu wa serikali ni waaminifu.